Sio kila majeraha mtoto anayapata kwa kupigwa tu. Majeraha mengine mtoto anayapata kwa kushuhudia wazazi wake wakigombana mara kwa mara. Na yale majeraha hukuwa kimya kimya kadri muda unavyozidi kwenda. Wazazi wengi hudhani ugomvi ni jambo la kawaida. Wanadhani mtoto haelewi. Lakini ukweli ni huu. Mtoto ana uelewa mkubwa sana wa mazingira yanayomzunguka. Na kila ugomvi unaingia moja kwa moja kwenye mfumo wa hisia wa mtoto. Kisaikolojia, mtoto anayeshuhudia ugomvi mara kwa mara hukutana na changamoto kadha wa kadha, ikiwemo: 1. Kukuwa na wasiwasi bila kujua kwa nini. 2. Kuogopa mahusiano ya karibu. 3. Kujifunza kwamba upendo una maumivu. Na mara nyingi mtoto hujiambia moyoni, labda mimi ndio sababu. Kwamba labda kabla sijazaliwa watu hawa walikuwa wakiishi kwa amani na upendo. Na inabidi tujue kwamba mzazi anayegombana leo mara nyingi ni mtoto aliyekulia kwenye ugomvi jana. Unarudia kile kile ulichokiona, sio kwa sababu wewe ni mzazi mbaya, hapana. Bali ni mazingira aliyokulia yamekufikisha hapo ulipo. Nini unapaswa kufanya? 1. Usigombane mbele ya mtoto kwa sababu hakuna faida yoyote. 2. Mtoto akiona ugomvi hakikisha anaona na amani pia, kwamba kuna mapatano baina ya walezi. 3. Dhibiti hasira kabla haijawa kelele, kwa sababu nyumbani pa mtoto ni usalama na si vita. Na imani utakuwa umenielewa. Kwa maarifa zaidi kuhusu saikolojia ya malezi, fuata kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa jina la Malezi Smart. Asante.